Natumai ndugu yangu unaendelea vizuri, Mungu anakuhifadhi. Watu wengi wanamuomba Mungu awape macho ya rohoni. Watu wengi sana wanamuomba Mungu awape macho ya rohoni. Lakini nisikilize vizuri ndugu yangu. Hilo ombi haliko sahihi. Yaani kumuomba Mungu naomba macho ya rohoni. Hilo ombi haliko sahihi. Sasa ngoja nikufundishe mambo haya machache. Ukisoma kile kitabu cha Ezekiel sura ya 12 ule mstari wa 2, Mungu anamwambia nabii Ezekiel kwamba mwanadamu unakaa kati ya nyumba ya kuasi. Watu hawa wana macho lakini hawaoni. Wana masikio lakini hawasikii, kwa sababu ni nyumba ya kuasi. Mungu akumwambia nabii Ezekiel kwamba watu hawa hawana macho. Mungu alimwambia nabii Ezekiel wana macho lakini hawaoni. Wana masikio lakini hawasikii, kwa sababu ni nyumba ya kuasi. Sasa nikutazamishe kisa cha mtumishi wa Mungu nabii Elisha na msaidizi wake. Siku moja nabii Elisha alizingirwa na jeshi la mfalme wa Shamu. Msaidizi wake alipotoka nje akaona jeshi limewazingira, akarudi ndani akamwambia mtumishi wa Mungu, tumezingirwa, kuna jeshi kubwa huko nje. Mtumishi wa Mungu akamwambia usiogope, walio upande wetu ni wengi. Na nabii Elisha akamwomba Mungu akasema hivi, Mungu mfumbue macho mtu huyu aone, apate kuona. Na Mungu akamfumbua macho. Mtumishi wa Mungu Elisha akuomba kwamba Mungu mpatie macho ya kiroho. Aliomba Mungu mfumbue macho apate kuona. Na Yesu mwenyewe alisema wana macho lakini hawaoni. Sasa iko hivi ndugu yangu, macho unayo. Kama umekuwa unamuomba Mungu afumbue macho ya rohoni, nikwambie jambo hili, macho unayo, ila shida tu ni kwamba hauoni. Sasa unachopaswa kumuomba Mungu, muombe Mungu ayafumbue macho yako. Usimuombe Mungu ninaomba macho ya rohoni, naomba macho ya kiroho. Muombe Mungu ayafumbue macho yako.